and privilege kukaribisha man Ricky G. Yeah. Muliona Ricky G juzi kwa Youth Connect? Sa alikuwa anakaa 16. Tupigeni makofi our Deputy President Rigathi Gachagua. Akuje anene machache na kukaribisha rais. Asante sana. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, mawaziri, waheshimiwa wabunge na watu wa hapa Ngong, hamjambo? God is good and all the time. Munisalimie kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Watu wa Ngong mpo? The way to sort out our economy, Your Excellency, is getting it right in matters infrastructure so that we can open up this country for business and for people to be able to move around. Kwa hivyo hii project umekuja kuzidua hapa leo katika Ngong itasaidia sana watu wetu waweze kufika jijini Nairobi kwa bei nafuu na waweze kurudi jioni bila msongamano. Na kwa hivyo sisi tunashukuru sana, na mimi ningetaka vile mheshimiwa amesema hawa contractor na project manager aangalie vijana wetu hapa wapewe nafasi ya kazi. Mnasikia nyinyi wa China? Watasikia maneno hii wa China ama niwaambie? Niwaambie? Si ndio? Kwa sababu nimeona line pale rais akisalimia hawa, nikaona ni wengi sana. Hao wa China wanatakiwa kuwe watatu peke yake. Mwenye kampuni, the chief engineer na chief accountant wa kulipa watu Saturday. Si chief accountant kuwe mchina, lakini kazi nyingine yote hii watu wapewe. Kwa sababu hii kazi ya kujenga reli ya shida sisi. Ile tunataka walete ni pesa. Na walete yule engineer wa kwao mjuaji. Na chief accountant akuje na pesa na mabags. Mnamesikia nyinyi wa China? Alafu hii watu walipwe Jumamosi. Si ndio? Wasiwekewe pesa mpaka mwisho wa mwezi. Ndio wapange mambo yao. Rais wetu, sisi tunakupongeza kwa yale ambayo umeweza kuyatenda chini kama 1 year tangu uchukue hatamu ya uongozi wa nchi hii. Tuliingia katika hii serikali kukiwa na matatizo mengi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu amekupatia uwezo, amekupatia maarifa. Uchumi wetu umeanza kuonesha dalili ya kurudi kwa laini. Unga imeteremuka. Walikuwa wanapiga kelele tukiingia ilikuwa 230. Sasa leo hali ingine 130, 145 inaendelea kuteremuka. Si ndio? Mafuta ndio hiyo ilikuwa imepanda, si imeanza kuteremuka. Rais alisema hii maneno ni kupanga. Unajua, nyinyi mnajua, hii uchumi wa Kenya ni kama mgonjwa akiwa hospitali. Tulipoingia pale tulikuta huu mgonjwa wa Kenya economy akiwa ICU, akiwa hali mahututi. Amewekwa mashini kila pahali. Figo haifanyi kazi, iko mashini. Roho iko nini? Sasa yule daktari alishindwa. Daktari amekuja mpya, anaitwa Rais William Ruto. Amekuja ameudaunda, mashini moja imetolewa, roho imeanza kupiga. Ile ya figo imetolewa, imeanza kufanya kazi. Mashini yote imetolewa, ametoka ICU, ameenda HDU. Amekaa hapo mwezi 6, ametoka, ako kwa ward. Sasa amechukuliwa weight, imeanza kuongezeka. Appetite ya kukula iko mzuri, anaongea. Sasa huyu mgonjwa si yako tayari kwenda nyumbani? Sasa ingekuaje mgonjwa atoke ICU the same day aende nyumbani? Inawezekana? Si iko stage ya mgonjwa ya kupona? Mimi nataka kuhakikishia nyinyi huyu mgonjwa wetu anaendelea vizuri. Na hivi karibuni ataenda nyumbani ameze dawa akiwa nyumbani.
na hata akifika nyumbani hata meza dawa muda mrefu, mwezi 3 mwezi 6 aanze kurudi kwa shamba kufanya kazi. Rais anang'ang'ani. Na mimi niseme, let us work. Minister wetu wa transport, focus on your job. If you listen to these people who are making noise, wewe utakwama. Kama mimi na rais tukesikiza hii watu ya kelele, hii Kenya haijasimama. We just ignore. Wewe una focus pahali unalenga. Wewe umepewa kazi na rais, wewe lenga hapo. Watu napiga kelele hapo, wengine just ignore. Wametoa ati opinion polls. Hii watu the same people walikuwa wametoa opinion poll 2007 wakasema Raila atashinda. Alishinda. 2013 wakasema atashinda. Hii ya 2022 wakasema Raila atashinda. Ignore those things. Hizo vitu hazina maana. The same opinion poll inasema ati mahasala are disappointed with President William Ruto. The same opinion poll inasema the most popular party ni UDA. Now how come? It's a contradiction. Kwani nani kiongozi ya UDA? Ni nani? Si ni president? So if UDA is the most popular party, then how come the same opinion poll is saying something different? Ourselves, we have never been persuaded by those opinion polls, and we are not about to start listening to them. Let us ignore and just focus on what needs to be done. And our job is well cut out. The president knows where we have come from, where we are going. Rais, tunaomba hii program ya housing hapa Ngong ikimbizwe kama risasi. Kwa sababu hapa ndio watu wamejaa. Na tungetaka wapate manyumba ya chini, kila mtu aweze kupata nyumba yake. Mimi nataka nichukue nafasi kabla ya kumuita rais niseme asanti kwa ile uchaguzi tulifanya, mkatupatia sisi kura na rais, tunataka tuseme asanti. Kama mimi ulinisaidia sana. Mnajua bahari nilikuwa? Si nilikuwa kwa kona mbaya. Sasa mkaniinua, nataka niseme asanti. Tena hao viongozi wetu mlitupatia. Huyu Gogoyo anang'ang'ana. And I want to say, nilikuwa namwambia rais, mimi nimeona transformation ya Gogoyo from an MCA to a national leader, and I'm very pleased. Wewe mheshimiwa kanyangia hapo. Huyu Sunkuya anajaribu. Na hata ukiona kama wanang'ang'ana, there is no issue. It is struggle for scarce resources. Kila mtu anapigania watu yake. And there is nothing wrong they are doing. Wewe Sunkuya ng'ang'ania watu yako. Wewe Ngogoyo ng'ang'ania watu yako. Hiyo ndio kazi ya kufanya. Na hiyo ndio kazi ya mjumbe. Huyu Ngogoyo ananihangaisha. Huyu Sunkuya ananihangaisha. Wanahangaisha rais wakija kutetea nyinyi. Lakini muendelee kutuhangaisha kwa sababu lazima mfanyie hii watu kazi. Na wewe Ngogoyo sasa umefika kiwango uanze kwenda asubuhi Citizen, KTN uetetee serikali. Umefika hiyo kiwango sasa. Na wewe Sunkuya ukanyangia hapo. Si ndio tuweze kufanya. Sasa sisi governor, lead the people of Kajiado back into government. These people of Kajiado are good people. Mlikuwa mmepoteza hao barabara, wengine wanaenda huko msituni, wengine wanafuata sisi. Sasa wewe umesema unataka ufanye kazi na sisi. Governor, lead the leaders of Kajiado and the people of Kajiado, wote waunganishe, wote wakuje kwa rais, kwa serikali, ndio watu wa Kajiado waweze kufaidika kwa hii serikali yetu. Si tumekubaliana? Na uchaguzi ulikwisha, sisi hatuna maneno. Yule alikuwa Azimio amekuja kwetu, tunafanya kazi pamoja. Ikifika ile wakati wanaume ni kuonana, turudi kwa kiwanja. But for now, kila mtu tumekubaliana, viongozi wote nyuma ya rais wetu tuweze kufanya kazi. Nikimalizia, Your Excellency, kwa niaba ya wafanyikazi wote wa serikali na wa Kenya, na kutakia Christmas jema mwaka wa 2024 ambaye ni wafanaka. Mungu akulinde, akuongoze, akupatie maarifa ya kupeleka Kenya mbele vile umeendelea. Ningetaka kuuliza nyinyi nyote tusimame, mnisaidie, tumkaribishe kiongozi wetu kwa makofi aweze kuongea na sisi. Karibu Your Excellency.